tuko na more than 290 MPs. Sasa Ruto amepata 122. Hao wanasemanga one time nje, wako wapi? Hao wabunge walikuwa wapi? Sasa hivi wanasema wanaenda maandamano sijui nini tarehe 25th Thursday. Wataenda. Sio wanaenda kupinga nini? Hiyo maandamano wangepeleka bunge Thursday night. Wakatashi hii isipitishwe. Sasa hii ni bill, ni sheria. President aliweka kidole, financial bill imepita. Hiyo mambo ya kuletea sisi tuende maandamano, unajua Nairobi wakienda maandamano hata hutaona gari yakitembea. Mnaona mijengo hataenda. Sukuma hutaona, death account. Ikifika Friday asubuhi utasikia watu 100 bunduki. Na hao watu wanasema tuende hiyo maandamano tarehe 25, hautaona mtu. Hautaona Gachagua kwa barabara. Hautaona Rengo kwa barabara, ni wewe na mimi. Ukisema kwamba risasi unapelekwa nyumbani na siri 10k ama 20 kama 100k. Na unaacha watoto na bibi orphan. Tafadhali, tumechagua wabunge watufaitie sisi. Wakienda wamepewa yao, wamepitisha financial bill. Sasa ni sheria. Ukienda kugombana, enda peke yako, Orengo na Gachagua na watu wenu. Hiyo bunge ulikuwa wapi? Mpaka nini Nyoro hakupiga kura? Ni nini inaendelea? Hatuwezi kufia wachache, walikula mabilioni, wako nayo wengine niliona huko nje. Wako hoteli wanacheka. Na hapa 25 wamesema tuende maandamano ya kuweka flower sijui wapi. Enda uweka flower peke yako. Nataka Orengo wewe na bibi yako. Gachagua na bibi yako. Usichukue mtoto mwenye hana kazi, mwenye hata hana chakula, mwenye nyumba iko na kifuli, mwenye hata jui atunapeleka huko kuplant flower agongwe na wewe utoe 10,000. Tafadhali usiende. Hiyo bill imepitishwa, tuacha tuone what next. Asanteni sana. Ni wale waoga ambao tuko nao sana. Na Mr. Speaker, tunaruhusu Wajackoya kuwa muoga sababu anajua nini washapata huko nyuma. Lakini Mr. Speaker, kwanza tukianza na mambo ya financial bill, ni ukweli wachache walipiga no kwa 40 hivi, wengine wakapiga, wengi wakakosa kuja. Kitu kwanza Mr. Speaker, nataka kumshukuru Mawathe for the first time. Wacha nimshukuru Mawathe, mbunge wangu hapa alipiga no. Kitu cha pili Mr. Speaker, wakati Ruto anasherekea kwamba watu wake wamepita ama mswada umepita, mtu wa kwanza kuwa worried ni Ruto. Sababu kama alilisha hao watu na ikawa nia yake ilikuwa waende wapitishe hiyo mswada, badala ya kwenda kupitisha waliamua badala yake wacha tutoroke tusiapie kwa bunge kwa sababu wananchi wetu watakuwa wanatuona. At the end Mr. Speaker, ananiambia kwamba baada ya bunge kuvunjwa hawa MPs wote ni wachache sana watabaki na Ruto. Mr. Speaker, jambo la pili imekuwa juu ya jamaa amesema hapa kwamba jana Gachagua na Matiang'i wanaanza kukosana. Ile kitu tunajua Mr. Speaker, yule mtu anasupport Matiang'i ni Uhuru Kenyatta. Yule mtu anasupport Sifuna ni Uhuru Kenyatta. Pengine huyu Gachagua we never know, lakini hawa watu wawili yule mtu anasupport ni Uhuru Kenyatta. Of which up to now kulingana na mimi hata huyu Uhuru hajaamua kama ni Matiang'i ama ni Sifuna. Lakini Mr. Speaker, wacha sasa tuanze kureason kama watu wazima. Tumechukua Matiang'i tumemweka hapo. Tumechukua Sifuna tumemweka hapo. Sasa tunataka hawa watu wawili, wacha na Kalonzo kwanza. Sababu watu ukisikia Ruto akianza kutusiwa politicians, anaanza na Kalonzo, anamaliza na Matiang'i. Si ni kweli? Ndio naanza brother. Weka mbili. Ukichukua Matiang'i Mr. Speaker, Matiang'i amefanyia Kenya kazi na kazi imeonekana, na pia doa lake limeonekana pia. Hakuna mwanadamu asiyekuwa na doa. Ukichukua Sifuna as we speak, saa hizi ako na uzito zaidi ya Matiang'i. Sifuna amebeba youth,
Sifuna amebeba Luhya Nation, of which saa hizi is now leading kwa population. Sifuna amebeba maadui wa Ruto. Sifuna amebeba everything. Unajua Mzee nikiguza hapo alifanya ni kama, lakini that's the truth. And so kulingana na mimi Mr. Speaker, hao kukosana ni sawa, na hiyo ndio lugha ya siasa, na hiyo ndio lugha ya kukaa kwa meza. At the end, let's pray hao watu wanakuja pamoja, watatupea mtu mmoja, watupatie Matiang'i, hatuna shida. Lakini Matiang'i Mr. Speaker, ndugu zangu wa Kisii, ni sawa kweli mshaamua, ni sawa kweli mshafunga, lakini ambieni Matiang'i kwanza, kabla aende kwa Jubilee ambayo makao yake ni Central, atangulie kwanza afunge wa Kisii, akuwe na chama atoke naye huko. Just the way we are advising Sifuna, ndio akuje sasa akuwe sasa ni Sifuna, lazima arudi pale Western, atoke pale na kitu ambaye anakuja kusimama naye. Lakini Matiang'i akiendelea kutegemea chama ya Jubilee ambayo makao yake ni Central, at last atakuja kujikuta ako peke yake. Sababu whether you like it or not, kile Matiang'i anaenda kukaa nacho kwa meza sinizi tatu tu. Simuko watatu ndugu zangu. Simuko watatu. That's the truth. Simuko watatu. Simuko watatu. So Mr. Speaker, Gachagua ako sawa kuambia Matiang'i aende ajipange, achane na Mlima. Aachie Gachagua. Gachagua atakuja kukaa kwa meza na Mlima. Sifuna anakuja kukaa kwa meza na Mluhya. Sasa Matiang'i kwe kuja kaa kwa meza na Mkisii. Then tuone sawa, tuachane na population na nini, wewe uko na muscle ya kupasol Ruto. At the end of the day Mr. Speaker, Kalonzo Musyoka hana muscle ya kupigana na Ruto. Hana muscle ya kisiasa kupigana na Ruto. Nikiambia Ruto asimame hapa na aanze kuongea madawa yoyote ya Sifuna, hakuna hata moja. So at the end of the day, jinsi ilivyofanyika pale Amerika, Sifuna akae kwa kiti kama president, Kalonzo deputies kama deputy wake, sisi wote twende mbele. Thank you Mr. Speaker. Na majina naitwa Kevin. Mimi kwa majina naitwa Kevin. Dole Kalenjin mwenye aka one tap. Dole Kalenjin, tuambiane ukweli. Tunatafuta kiongozi bora kama watu wa one tap. Tuambiane ukweli. Hii maneno mimi nasikia hapa mtu anasema sijui Western, sijui wapi. Tukileta ukabila, mimi Mkalenjin wa one tap mtasema aje? Tukileta ukabila tuambiane ukweli. Mimi Mkalenjin wa one tap nitasema aje? Na tuaje maneno ya kusema tumefunga mahali fulani. Hata sijui tumefunga Western, sijui tumefunga wapi, Rift Valley itakuwa wapi? Tuambiane ukweli. Sisi tunatafuta kiongozi bora. Atuongoze tukomboe nchi yetu. Na niambie bandugu zangu, tusiingie kwa karata ya Kasongo. Kasongo ni ndugu yangu. Tusiingie kwa hii karata ya kusema sijui Western, sijui Matiang'i, sijui nani. Hapana. Tutafute kiongozi mwenye atakomboa Kenya. Hii finance bill ambayo imepita. Wewe unajua imekuumiza vipi? Mkenya umesoma umeona venye umekuumiza. Wakenya wengi wenye wako hapa hawajasoma. Wanasema tu Kasonga aende. Lakini sisi hatusemi Kasonga aende. Tunasema tupate kiongozi bora. Tupate kiongozi bora ambaye Wakenya pengine umejionea alishikilia mahali fulani ikanyoroka. Historia viongozi ya kwamba tukikaa huyu anayesimamia university fulani ikasimama, si patapotea, si ndio? Ukweli tuambiane kama Wakenya. Tukiingia ikadi ya kusema sijui nani amefunga Western, sijui nani amefunga wapi, haitatusaidia kama Wakenya. Na sisi kama Wakenya ndio system. Hakuna system Kenya. System ni sisi kama Wakenya. Tukubaliane ya kwamba tunataka kukomboa Kenya. Tukomboe Kenya kwa kitu moja. Tusikuja hapa tuseme ati sijui tufunga wapi,
Usijui tufunga wapi? Hapana. Kitu tunaenda kufanya 2027 ya historia. Tutume president for the first time what? Songa nyuma tafadhali. Unakata songa nyuma hapo. Tutume president for the first time what? Na tuweke president mwenye atasaidia wa Kenya. Hakuna kitu kingine. Asante sana Mr. Speaker, nimeshukuru. Nani? Eboto. Si hapo mmekubali? Sema kwa kikale. Media capture nzuri Na muhibi kwa kibakuti. Onge Kenya. Onge tengo ndo inde authority biga abeme tugul. Onge te kondo inde authority biga abeme tugul nyumbani. So Ruto ndio Kenya ipone, yaende nyumbani. Sawa. Na tumpeleke nyumbani na kiongozi mwenye atasaidia wake Kenya. Sawa. Wanabunge hamchambo wote. Mimi ndio Ongereza. Mimi mwenye mnasikia naongelewa hapa. Hata huko hivyo. Na tena si mmeona mahali nipo? Mheshimiwa Spika, asante sana kwa nafasi. Mimi nataka kukosoa mchumbe mwenye ametoka hapa dakika kama 5 ambaye anaitwa Samuel Kweyu kutoka Western. Mheshimiwa Spika, sisi kama jamii ya Homo Gusii kwa upande ya Sifuna hatuna sita. Lakini Sifuna ile kitu tu tunaomba kutoka kwake. Sisi tunataka tuletee Waluhya wote nyumba ya Mulembe ikue kikabu moja, tuone kama tutaweza chukua huyu jamaa anaitwa William Samuel nyumbani asubuhi na mapema. Lakini yeye amekuja hapa anakuja kusema eti Wakisii eti tuko watatu. Wewe nikuuliza, si wanajiita Mulembe Nation? Sasa tukiingia na sisi tuanze kuponda tu. Sababu hapa mimi kama Mkisii huwa najifunia, hata Mkuli akikuja hapa ataweza sema we are one community. Hata Mumiru akikuja hao watu tungeungana, Masamba isikane, tungekuwa na lugha moja ama tungekuwa na jina moja tunajiita. Sababu yeye amesimama hapa kama Mluhya. Kwa ukweli kwa jumla Waluhya ni wengi. Lakini ukisanya hao Waluhya kutoka Bungoma mpaka umalizie Busia, waweke pamoja, uambie ongea sasa Kiluhya, utasikia Kiswahili kimeingia. Hiyo ni jamii moja. Wacha hiyo sasa bwana. Afadhali sisi Wakisii tunaongea lugha moja tu, hakuna lugha nyingine hapo tutaweza fix. Wongo kweli. Sasa tukikuja hapa sisi acha yetu tunachichua sisi kama Wakisii yenyewe, namba yetu ni ndogo. Tuko namba 6 ama namba 5. Sana 6. Kwa kucheza hii Kenya uwanja ya Kenya. Mkikuyu akiwa namba 1, afuatwe Mluhya, afuatwe Mkale, Mcharua ingie, Mkamba, Mkisii na Mumeru hapo tena tuko 1 on 1. Kwa hivyo ndugu yangu, sisi hii maneno ya kusema tukuje na kitu kwa meza. Mkisii ni mwerefu, ndio maana hata hii Ministry Education tunaendelea kukulia. Hiyo hambuta tutoa kamwe, hata kuja serikali gani tena tutakulia hapo. Sababu uwerefu wetu. Ni kwa nini nasema tu namna hii? Kwa nini Mlima waliona hii watu wote hii jamii ya Homo Gusii waje tuondoe huyu jamaa anaitwa Fred Okengo Matiang'i tumsimamishe. Sisi hatukuwa na acha na Fred Okengo Matiang'i sababu tulikuwa tunaangalia wakati huo tulikuwa na Raila. Sasa tukasema itaenda namna gani 2027? Ni Kalonzo. Baadaye tukapata Mlima imeunga sisi. Sasa sisi kama Wakisii tutaweza jikataza kweli? Na Wakisii najua tu hii maneno mnasema eti tuko eti tuko mara mbili eti opposition na serikali. Ndugu yangu, enda nyumbani tu ufae UTA uone kama utarudi Nairobi. Mimi nawaambia ukweli. Nyumbani hakuna mambo ya UTA. Gusii region ama Gusii Mura itere. Kwenye mogo itera. Bas kikeria mangana yo muntu korokunga UTA karago che ground. Wasataribo. Wao njengo sabande chukura chane Moina. Naomba kura pande hii nirudi sasa kwa lugha ya Nairobi. Mimi nimeshaongelea watu wa Kisii, sio wao wa Nairobi. Hapa mahali nasimama Mkuru kwa Njenga. Pato mimi ndio mtetezi wa Matiang'i Pato.
Hii kiti inachukua asubuhi, wale ambao wanachikanganya eti wakuche nomination na waongoja asubuhi na mapema, kuja kwa wingi ndio mpatane na mimi. Hiyo ndio mtajua omwana bwengo mugirango mwenyewe. Thank you very much. Habari ya wabunge. Kwanza nataka kuomba msamaha kwa sababu kuna mbunge mwenzangu hapa amesema yeye ni Mkale, lakini naona kama ni Mkisii. Kusema kweli, unajua kila soko tunasema kila soko haikosi mwenda wasimu wake. Tayari nani mtu? Yaani umeshangaa sana kusikia Mkale anasema one time. Si ndio? Sasa anaona hiyo ni waziri. Wacha nikwambie speaker, huyo sasa atabadilisha na ambaye. Kusema kweli nataka nianze na ile agenda ya mlima ya Gachagua na Matiang'i. Hiyo ndio inanifurahishanga. Kusema kweli huwa naambia kwamba farasi ni moja, punda ni 10. Nilihesabu ikafika 10. Na huwa nawaambia hapa, kazi ya punda ni kubeba mizigo, si mashindano. Kazi ya farasi ni security na mashindano. Tulikuwa na punda mbili hapa Kenya, na kwa bahati mbaya punda moja ikakufa hapo Bondo. Nyinyi wote kama sio Raila yenye leo anaitwa punda hapa, hata yule kwa hivyo hata wewe pia ni punda. Hata Uhuru unapenda bado, usiwahi naweza kukupea hata silaha, usiwahi ita baba punda. Mr. Speaker, hiyo ni kitu mbaya sana. Naenda kae, unaita baba punda na uko kwenye anaongea ama wewe kuongea. Haya, Sikia amenielewa vibaya. Anasema farasi mbili. Sema farasi moja alikuwa farasi nyingine ni William Ruto. Hizi zote zenye wako opposition sasa hivi punda. Na kusema ukweli, unajua mahali kuna punda mingi, unajua punda zote zinakuanga na kala moja. Lakini tabia zao ni tofauti. Angalia media. Tabia zao ni tofauti. Kuna mwenye anabeba mizigo mingi, kuna mwenye abebi mizigo, kuna mwenye anakaa tu akiangalia punda zingine kama kuna kike hapo. Na mtanisamea. Kuna punda anaitwa Gachagua. Gachagua anaangalia punda zingine anasema huyu hafai. Hii punda nyingine hafai. Hii punda nyingine inakaa hivi. Mara amefika pale akaona Matiang'i akasema hii punda atakani kwa mlima. Na wacha niwaambie. Hata baba mwenyewe alituambia farasi ni mbili kwa mafumbo. Kwa mafumbo. Baba alikuwa anamaanisha kuna kabila mbili kubwa itaongoza hii Kenya. Na msipojipanga ataongoza Tumbaka. Kalenjin na mlima. Kutoka 1963 zimekuwa farasi mbili. Na baba alitumia mafumbo hamkuelewa. Kusema ukweli, kusema ukweli, hakuna siku Gachagua na Matiang'i wataelewana. Baka Yesu Ruto wataelewana. Na wanawaambia kwamba hii Kenya itaongozwa tu na kabila mbili. Ruto atakalia mpaka 2032. Na msipojipanga mtapangwa mlitarudi kwa mlima. Kambaya mtapangwa. Mimi nimesema kambaya mtapangwa.
Saa hii kuna punda mmoja anajaribu kuunganisha watu wake. Na huyo punda anajaribu. Kuna mtu anaitwa Sifuna. Sifuna saa hizi anajaribu kuunganisha Waluya kabisa. Tangu kijana wa Malwa kupe. Waluya hawajakaa pamoja. Lakini saa hizi ndio wanajaribu kukaa pamoja. Mwenye alikuwa anaweza Waluya alikuwa kijana wa Malwa. Na wakati alikufa Waluya wakatawanyika kama mafu. Sema kweli. Nasema ya mwisho kwamba Waluya chipange 2030 tutarusha huko. Gikaa mbaya itarudi kwa mlima. Kwa wale wanijui, mimi naitwa Mahongo. Pia mimi ningependa kuchangia. Nitaanza na ile motion ya finance bill. Ninafika hao bunge wetu wameanza kutuchezea. Na kuna watu wanatandia wengine. Kuna watu wengine wanatuchezea. Juzi wakati walikuwa wanajadili hiyo finance bill kwa bunge, Ndindi Nyoro yeye alikuwa anaongea zaidi. Yeye alijadili zaidi. Ni kama sasa hivi mnafanya mazoezi bila wafanya vijana wanafanya mazoezi. Wakuchukua kwamba wewe ni first 11 unaenda kucheza. Arsenal anaenda kucheza na Man U. Ikifika siku ya Man U unasema vipi mgonjwa huja kuja kucheza. Wewe ni mwenzetu ama wewe unachezea Man U? Sioni kama hiyo ni on goal. Sasa watu wa mlima watuambie ukweli. Kina Ndindi Nyoro watuambie ukweli. Kina Mohamed Ali atuambie ukweli. Wasikuwa wanajifanya anakuja kwa linda mwananchi ili wapate kura, lakini kumbe usiku wako na William Ruto. Wananchi mjue tuko peke yetu. Hao wabunge wengi hawako na sisi. Na ningependa kuungana na Mr. Gweyu. Ningependa kushukuru mbunge wa hapa Mr. Mawate na mbunge wa nyumbani anaitwa Nelson Chaka Wamboga. Walisimama kitete. Mbunge wa Kapchai aliuliza maswali Kinosoro, akauliza nyinyi Ruto akiwa kwa gari juu alisema wale watu wanaani pesa below 30,000 hawatakuwa wanalipa ushuru. Akasema yule mwenye atakuwa analipa pesa below 50,000 watateremsha tax kutoka 30 to 25. Saa hii pili mmeleta hakuna hiyo kitu. Alikuwa anaongelea Kenya gani? Wakashindwa tunajibu. Hiyo maswali utapata wapi? William Ruto akikwambia hii ni kitabu, angalia mzuri kwanza. Ukonfirm kama ni kitabu ama ni zini. Akisema hii ni kondoo, angalia inaweza kuwa ni mbwa mwitu. Hakuna kitu amesema cha ukweli. Akisema hii, kesho anakeuka hii. Akisema hii, anasema ingine. Na ndio maana walikuja wakakosana na Gachagua. So nawaambia Wakenya hivi, mambo ya kusema tutaenda parliament kwenda kupingana na hao watu, mimi nawaambia ukweli. Omukuzalo mangare banga kitimbolonyo ya bunyumbu eza no rayo ngamanyi. Ukienda hivyo hamutatoboa. Sisi tulipigana tukafika mwisho, wale watu walipata kazi Kinambati. Wale watu walipata kazi ni watu wengine hata wenye wako hapo. Wakaenda wakatoa kina Njogo, walikuwa wameenda kujivinjari huko Amerika. Wakaleta wakawapatia kazi. Usiende maandamano kwa sababu maandamano yanafanya ni siku ya kupiga kura. Toka na kura yako aenda piga au wabunge wote. Ondoa wote wapeleke nyumbani. Sasa hivi ukienda unaenda kutengeneza mtu mwingine kazi. Sasa hivi ukienda wameshajipanga. Kuna watu mnatembea na wao ndio wanauza. Wakati wa maandamano tulikuwa tunatembea na watu hapa, anapikia watu ndio anatuuza sisi. Ukienda kuna watu wamekaa mahali wanapanga mkianza maandamano wao kuja waipe ili nyinyi mshikwe. Na wao kazi yao wamekuja tu kuiba. My friend, hii Kenya tusipotoka na jipange maandamano ya kura, mtakuja kuumia. Nikienda nikimalizia na ile ya Gachagua nani, wacha tuambizane ukweli. Ile mtego yenye Gachagua alipitia na anaambia nani bana, mimi nilinyolewa na hii, wewe rudi nyumbani ukuje na gari yako. Hata kama ni baiskeli, unajua kama ni baiskeli ni yako kuliko ya babako. Ajane na hii gari ya mlima akuje na ambia Wakisii muongeleshe huyu nani Matiang'i akuje na chama inatoka Kisii. Na nilionaona Gachagua hawataelewana kwa sababu
Gachagua anaona kwamba huyu Matiang'i atakuja control mlima, na yeye anataka, yeye hakuna kitu anaweza simama. Kitu anatafuta ni chama yake ipate wabunge wengi kutoka kwa mlima, na wewe umekuja na chama yako ukuje upingane na yeye hapo, mtoto bwana. Ndio maana amesema anaenda 45 days. 45 days anaenda kuambia kwamba Gachagua nani Matiang'i asipokuja na chama yake asikanyage mlima, ataanza kukimbizwa huko. Alafu niwaulize, unajua kuna swali huwa inaniuma na sio kwa ubaya, na kaanga jini ikichuuliza. Mimi marafiki zangu ni wa Kisii. Ile appetite mko nayo na wanawake hii, hamjafikisha milioni 3. Ama hao mama ndio wabaya. Toa hizo vitu zenu bana, Wakisii wazae bana. Wamezaa kwa watoto wengi, lakini yeye mwafanulia kitu. Wakisii wanafaa kuwe wengi. Wakisii bana, wao wanakula mboga za kienyeji, miwa, anafanya mazoezi, anaenda gari na tao na mguu, anakula huo polepole akienda tao. Alafu ikifika kwa kitanda anapenda kukaa na wanawake akaangi na wanaume. Alafu anasema Wakisii wajafika hata milioni 1. Ndio kweli kweli. Hiyo ya mwisho ndio maana hiyo ndio kazi ya bunge la mwananchi. Unajua tunapiganga hapa siasa, kuna haja vitu zingine za maana. Itafika wakati tunaanza kuangalia tukitembea. Wewe kura yako iko wapi? Kama iko nyumbani, nakwambia kura iko nyumbani. Ukae kijua kwamba kura yako iko nyumbani. Kama huna fare, kama hutakuwa na fare kubadilisha uende nyumbani, uchukue kura hii uwanja utapigia kura hapo. Asubuhi utaamuka maandamano yako utafanyia hapo. Unapigia kura. Na si uanga unaenda kwanza kuangalia hiyo kura jioni. Ujue. Una confirm lini penye unapigia? Watafungua alafu kila mtu atakuwa na confirm. Nimesema for example umeconfirm unapigia hapa kura. Siku yenyewe kwa line wanakuambia ulisajili Busia. Utaenda hiyo siku? Utatumia ndege. Wakupea fare. Wewe mwenyewe unaona. Gari tutafika kama ameshafunga kitu. Alafu vitafika ile amesema ya Matiang'i, ukiona Ruto anakutaja wewe, anasema ati Kalonzo amejenga jela. Jela na wizi wa NYS. Ukiona Ruto anakutaja wewe, amekuokopa. Kama kuna mtu anaokopa ni Matiang'i. Ametaja Kalonzo. Ninakwambia anakuchokoza ili uongee mbaya na yeye. Na mwenye amejibu ni Matiang'i, sio Kalonzo. Si anajua huyu hana maneno ya kuongea. Ndio maana huwa anasema Kalonzo anaendanga kwa uwanja yenye hawezani naye. Unajua anatakana kuwe bishop. Kalonzo ni Siasa itaki polepole. Siasa itaki polepole. Kama noma ni no. Kama fanya ni fanya, unaenda tunaenda. Unajua kuna watu hapa wanasemanga hebu enda maandamano. Unaona sura nyingine bwana, hujaiona bwana. Unaona mtu hawa hapa. Yaani mtu ana nyama inaweza kuwa ni unadhani waliunganisha viraka. Wale ndio wanaenda kugana na wao. Half of the population you see from the Kamba region ni watu wetu. Sasa toa nusu ya Wakamba ama watu wetu. Speaker, mambo ya 2027 na mambo ya United Opposition. Kitu ya kwanza, the principles of United Opposition, watafute watu wamesoma wakuwe nyuma yao. Wanawasomea wao, wanakuja kwa media. Mr. Speaker, kama uliwatch finance bill, ungeona hao wabunge wenye wamesema from Western kama Wamboka, sijui nani, zile vitu walikuwa wanaongea finance bill ya matanga na kulikuwa na finance bill ya bunge. Ni ukweli, walikuwa wanaongea finance bill ya matanga. Wakiulizwa hiyo yenye umesema ya matanga iko wapi, mwingine alisema sijui cross 169 na anaambiwa hii itafika 169 iko 59. Hii 169 umetoa wapi? Tafadhali, kama Kalonzo anataka kuwa rais, Kalonzo atafute watu wenye wanasikiza news, watu wanafuatilia mambo ya gazeti na watu wanajua kusoma, before akuje kwa media ndiye ajue ni nini anakuja kuambia watu. The same to Rigathi Gachagua, the same to my brother from Kisii. There is a time even he has responded about nini yenye imekuwa nini kwa KTN. Anajibu vibaya na wanamwambia hizo ID zilipatiwa na 2022 May na yeye alikuwa CS na ana condemn the current government. These people wanafaa watafute wale watu wamesoma wakuwe nyuma yao watu ndio maybe ndio wataweza fikia Ruto, lakini kwa sasa sijaona. Na wacha nikuulize swali hapo. Unamaanisha Linda Mwananchi, the whole of opposition hawana wasome kwa njia nyingine?
Hivyo ndio unamaanisha? Namaanisha Mbona unakwama? Sijakwama. Unajua inafaa ufafanue ndio hao wangwana wajue. shida yao wamekuwa na tamaa ya matanga. Tamaa ya matanga wapunguze. Swali ya pili. Unaona William Ruto ndiye ako na wasomi wenye wanamadvise akirani nchi mzuri. Thank you. Kabisa. Speaker, nimesikia kiongozi akisema ati tunakomboa inji 2027. Inji tulikomboa 2022. Hakuna inji inaenda kukombolewa 2027. Inji ilikombolewa 2022. Saa hii inji iko on the right track. Ukisikia inji yenye inaongelea mambo ya affordable housing, inji yenye inaongelea mambo ya education, inji inaongelea mambo ya afya, inji inaongelea mambo ya nyumba, nani mambo ya chakula. Sasa mnataka tena inji ikombolewa kwenda wapi, Mr. Speaker? Nikimalizia, Mr. Speaker, hakuna kitu inaitwa united opposition hapa Kenya. Hii tutaimba, nimesikia wengine sahii wakiconfirm, mimi niliwaambia 1 year ago. Hakuna kitu inaitwa united opposition. As much as Rigathi Gachagua ako hai, hakuna vile hao watu watakuwa united. Hakuna siku Rigathi Gachagua, Fred Matiang'i na Uhuru Muigai Kenyatta watakaa meza moja. Kwa sababu hao watu wote wanatafuta one region yenye ni mlima. Uhuru Muigai Kenyatta bado anataka mlima. Matiang'i anataka mlima. Gachagua anataka mlima. Nani anaenda na mlima? Mlima ni ngumu. Na mlima watakuja kupikia William Samuel Ruto kura. Mlima yako. Hii kelele na vile tunaongea hapa, kuna wakati William angekanyaga kwa mlima. Hata sasa hivi akacheka. Lakini leo akienda kwa mlima, anaenda kwa mlima na anakaribishwa, anawapatia mchele mnakula. Kuna wabunge wanasema rais hajaienda mlima. Dakika moja, Mr. Speaker. Mpaka saa hivi vile tunaongea hivi, anaendelea kujenga state road kwa mlima yenye ni Meru. Hapo ni wapi? Hapo ni kwetu. Hapo ni notice. So Mr. Speaker, hakuna vile united opposition inashinda election ya 2027. Unless hata wesi hiyo siku Mungu arudi. Mungu peke yake. Sasa Mungu ndiye. Hiyo nakwambia hapa. Hao watu hawawezi kuwa united kama bado wanaongelea ati sisi tuko na milioni 2, sisi tuko na milioni 3. Hao watu wa milioni kidogo lazima tuungane. Mungu ndiye anaweza shinda Ruto. Na mtu mwenye anaongea mambo ya Sifuna hapa, Sifuna kuongea ni vizuri. Sifuna amejitoa kwa serikali kwa sababu anajua Musalia Mudavadi yako hapo. Hakuna vile Sifuna akiingia kwa serikali leo Ruto atampatia kitu kubwa kuliko Musalia Mudavadi. Na Getangura. Na as much as Getangura na Musalia Mudavadi wako hai, Western itashikana. Ile siku hao watu watatoka kwa siasa. Ile siku Musalia Mudavadi na Getangura watatoka kwa siasa, watu wa Western watashikana. Namaliza nikisema hivi. Ingia imeenda. Hata stima inapotea. Ana achenda. Sasa ukisema tu Mungu anasema na Mungu. Ukiangalia saa hii bado united opposition hawajui kama Matiang'i ndiye anaenda kusimama ama ni Kalonzo ama ni ule mtu mwingine, na hiyo inaenda kukua a disadvantage kwenu, kwa sababu leo Matiang'i akitangazwa, Kalonzo akitangazwa, wakamba watajiona kama wako kwa hiyo serikali na watakuwa na wakati wa kuadjust. So saa hii mambo yenye tunaongelea saa hii sioni. Wacha tuongoje hiyo 2027 tuone hizo kura zitatoka wapi. Kura William wako nazo na William ataingia, kwa sababu 2027 wakati tulikuwa tukampenia William hapa tulikuwa watu wawili, leo tuko 100.
Na unatuambia utatushinda. Utatushinda wapi kama hapa tulikuwa wawili na tukashinda? Ya mwisho. Ya mwisho. Ya mwisho. Ya mwisho. Spika, mimi sijatoa kura ya mtu kwa mfuko. Kura yako wewe weka, kama unataka kupigia United Opposition wakati wako utafika. Utapigia. Yangu mimi nitapigia William. Ndio. Na wale watu wengine. Lakini ukumbuke kama una kura bado zina register hapa kwa Huduma Center. Enda uchukue kura yako. Unaweza kuwa unanipigia kelele na una kura, Mr. Speaker. Nimalizia hapo Mr. Speaker. Sina maneno mengi leo. Sema jina na kaunti tafadhali. So hao watu wanasema tutam wengi kama ndugu yangu hapa sijui ni Burundi wa msijali. Katika next year mwezi wa 6 tukaenda hapa Burundi. Mr. Speaker, Kenya mahali imefikia, mahali tunaelekea, Kenya kuna shida. Na watu wanaleta shida ni watu wa tutam kama huyu. Sababu ukiangalia ukienda Rift Valley, uende Western, uende Nyanza, uende Central, uende Eastern, uende Coast. Sasa hii mahali Ruto akona kura ni huko kwao. But ukienda mlima Ruto hana kura. Ukienda Coast hana kura. Sasa hizi kura moja hapa. Anasema watumia. Watu tutamwa kwa hapa kuinua mikono. Hakuna. Wako wapi? Inua mzao. Watu wa Wandam. Ni wa Burundi, simrudi kwenye wakituka nchi yetu. Waje ni chini mwenzangu Alivara kwa Kisii, nimwambie Chira Manganaro. Alivara kienda Kisii asiongee kama yeye ni Mkisii. Tukiangalia siasa sasa hivi, waje tuseme siasa ya ukweli. Tukiangalia Mlimani kuna kura nyingi. Mlima amechagua Gachagua lakini hawezi kuwa yeye ndio Kingpin wako nayo, anaweza kuwa Ndinyo. Tukiangalia Mlimani kuna kura nyingi. Sisi kama watu wa tutam tumesema Matiang'i tosha. Tukiangalia sisi tunaenda kuchinja ng'ombe. Mimi ni mtu wa tutam. Mimi ni mtu wa one town. Mimi niko one time. Nilimwambia kama mwenzangu Chira Manganaro. Alipata kienda nyumbani asiongee Kisii. Sisi ni watu wa one time. Matiang'i tumesema yeye ndio anatuendesha. Ni farasi mwingine. Tukiangalia sasa Mlimani juzi mnasema rais aje Mlimani. Matiang'i tukiangalia record zake, tuongee ukweli wa siasa. Matiang'i akiwa Ministry of Education alinyorosa kazi. Huyu jamaa ametosha. Usinipigilie kengele ndio naanza saa hii. Wengine wanaongea. Sisi tuko hapa nafasi yangu. Mimi naitwa Nyongo. Anyana kwa mheshimiwa Homa Kitsuma sana. So sisi tunasema ni watu wa one time. Okay. Sawa. Harakisha tafadhali. Kwa majina naitwa Benson Chengo. Mimi ni mkaaji wa hapa kwa Jenga Kukuru. Na hii ni siku yangu ya kwanza hapa. Nashukuru sana. Nilikuwa napita lakini kuna kitu ambacho nimeweza kusikiza kikanifanya nisimame. Na nataka kumjibu ndugu yangu. Tukiangalia siasa ya nchi ya Kenya mahali imefika, nafikiria kila mtu mwenye anafinywa na kiatu, sikiza kiatu ndio mfinywa. Ni kweli ama si kweli? Kwa wakati huu wale tuko hapa saa hii, ni wangapi wanasikia kiatu imewafinya? Imetufinya sana. Ni wangapi wanasikia kiatu imewafinya? Sana. Kwa mkono nione. Na bado. Nafikiria ndugu yangu, unaona vile wa Kenya saa hii au wa Kenya wenye wameinua mikono si kabila moja ama ni kabila moja. Nafikiria ujumbe huu uwafikie hata wale walio mbali, si ni kweli? Wewe ukiwa hapa unawakilisha
hata kwenu, si ni kweli? Unawakilisha hata kabila lako. Saa hii mimi ni Mkamba, nawakilisha Ukambani, na pia mimi ni Mkenya, nawakilisha maoni ya Wakenya, sivyo? Wakenya saa hii mahali tumefikishwa na serikali hii, nataka kusema ya kwamba mimi wakati wa 2022 nilikuwa mfuasi wa Ruto. I was a very strong supporter. In fact, huyu ni ndugu yangu, ananijua. Tulipambana mpaka wale walikuwa wafuasi wa upande wa Azimio, nilipingwa mpaka na wale wa nyumbani kwetu. Lakini nilisimama kwa sababu nilikuwa naona kile alikuwa anasema kilikuwa cha kweli. Lakini baadaye nilikuja kugundua ya kwamba ilikuwa ni upuzi na uongo. Umepawa. Kwa hivyo nataka kuambia jambo moja. Wale tulikuwa mwaka wa 2002. Kile kifumbi kilifuma, kinaweza fuma wakati huu. Nasikia ama nakumbuka ya kwamba usiku wa kura ya wakati huo kulikuwa na watu ambao walibebwa na upepo mkali. Na usiku nikisikiza news nilisikia anaitwa nani? Musalia Mudavadi amekarangwa na akaranga. Nani anakumbuka hiyo? Huo ulikuwa ni usiku. Tumia maiki ndogo, tumia maiki ndogo. Hiyo. Shika zote tafadhali. Lakini tumia ndogo. Thank you. Musalia Mudavadi alikarangwa na akaranga. Saa hiyo wakati huo ndio alikuwa mbunge na aliingia akawa mbunge. Ukiangalia mtu kama akina policy watoka bara warudi kwao, yule tulikuwa tunamuita Sharif Nasir. Wakati huu walifagiliwa na kifumbi kwa sababu walikuwa wameenda kinyume na maoni ya Wakenya. Sasa hivi unaona namna gani? Wacha niseme nimalizie nikisema ya kwamba katika opposition ambayo tunaiona saa hii, ni maombi yangu washikane. Ni maombi yangu washikane. Wakubaliane na yule wataleta tutamkumbali. Mimi sitaki kujua ni nani. What I want to know is that whoever will be brought by the opposition leaders, we shall support that person. Mimi nafika hapo na niseme ya kwamba hii ni safari yangu ya kwanza. Mheshimiwa, karibu kwa bunge. Thank you very much. Niko na swali moja kwako. Niulize. Wewe unaona hao opposition kwa maombi yako unataka walete kama nani? Wewe. Mimi juu aweze sema mwenye wataleta. Okay. Pia wewe uko na wako opinion. Wacha nikwambie kitu moja. Wakati tulikuwa tunaenda shule, wakati tulikuwa tunafanya mitihani, kuna wale walifanya miaka hiyo ilikuwa ya kwanza, kulikuwa na choices. Sawa sawa? So wakati unapewa choice, ukishindwa na choice ulikuwa unaweka kile umeona. Okay? Most probably ile kitu umeweka inakupatia hansa uliotarajia. Na unapata hiyo. Kwa hiyo mimi nataka kusema hivi. Tuko na viongozi na tuheshimu hawa viongozi. Tuheshimu kama ni Matiang'i tuheshimu. Kama ni Kalonzo tuheshimu. Kama ni Sifuna tuheshimu. Kama ni what? Kama ni anaitwa nani huyu jamaa anavuma sana sehemu za huko Trans Nzoia. Kama ni Tembea tuheshimu. Wakikaa kwa pamoja na watuambie sisi tumesikizana na tumeona yule tumeweka mbele yetu ndiye huyu. Tafadhali wa Kenya tushikane hapo ili tuweze kupata Kenya ambayo imepoa ama imepona. Kenya saa hii inaungusha. Mimi naitwa Leo. Kijana anatembea. Unajua natembea, si ndio? Natoka Trans Nzoia County. Baadaye nimefika nyumbani ground yenyewe. Since nizaliwe sijaiona Waluhya wakiwa pamoja na wakiongea lugha moja, si ndio? Natembea amefanya kazi mzuri kule nyumbani. Ingawa anapikwa vita, lakini tunaombea Mungu atampe nguvu, si ndio? Amefanya kazi mzuri. Ametembea kule Bungoma, Kakamega, Trans Nzoia. Amefanya kazi mzuri, si ndio? Amefanya kazi mzuri. Huyo gavana ni Tutu. Niseme ni Tutu. So, mimi nataka niingie kwa mada ya leo, si ndio? Nimekuwa sitaki kuongelea siasa. Mheshimiwa, niko na swali kwako. Umesema Natembea amefanya kazi huko mzuri. Tujakataa.
wakati anatembea na Sifuna, tunaona ile nguvu anatembea ni kama inapotea. Western mnasikiza ndani, mtupe mtu mmoja kwa watu wawili.